St. Ignatius kwa maendeleo ya jamii. Basi nichukue nafasi hii pia kwa neno la shukrani. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo anatuwezesha sisi kama St. Ignatius kufika hatua hii. Hatuna sababu ya kusema neno asante juu yake. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru kamishna wa Viapo ndugu au msomi Joseph Salila. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi mbalimbali ambao kwa namna moja na nyingine leo mmeweza kutuheshimisha katika shughuli hii nzito, viongozi wateule. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwashukuru viongozi wa bodi ya mwenyekiti, makamu pamoja na bodi nzima. Lakini pia nichukue nafasi kushukuru kamati ya usimamizi. Nichukue nafasi pia kuwashukuru lakini pia nichukue nafasi kuwashukuru watendaji wa St. Ignatius kwa namna ambavyo wanaendelea kufanya kazi na kuboresha vitu mbalimbali, ushauri na maoni ambao wanatupatia sisi viongozi wao kwa ajili ya kuboresha St. Ignatius yetu. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wastaafu. Kwa namna moja ama nyingine nyinyi mmetuwezesha kufikisha hapa tulipo. Bila nyinyi na imani hata hapa tusingeweza kufika. Kwa hiyo sisi kama St. Ignatius tunawashukuru sana na tunatambua mchango wenu mkubwa mlioutoa kwa hali na mali kuweza kufikisha hapa tulipo. Sisi hatuna neno la kusema zaidi ya sisi kuwaombea kwamba Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amina. Najua kuna mwenyekiti wangu wa pili kabisa yuko hapa. Yaani kipindi hiko mimi nikiwa mwenyekiti wa kwanza wa St. Ignatius, mwenyekiti wa pili wa St. Ignatius Dada Zubeda yuko hapa. Hebu lao kama wapole pia viongozi wengine. Huyo alikuwa mwenyekiti wa pili wa St. Ignatius SACCOS. Mwenyekiti wa pili kabisa kazi ya ndoto za St. Ignatius kufika pale. Kwa hiyo uwepo wenu nyinyi leo hii kwa mwenyekiti wa 20, huyo alikuwa mwenyekiti wa pili. SACCOS oye. SACCOS safi. Lakini mpaka leo bado ni mwanachama, anaendelea kuweka akiba, lakini pia bado anasaidia chama kwenye mawazo na vitu mbalimbali ili tuweze kusonga mbali. Tunashukuru sana Dada Zubeda, lakini pia nawashukuru wote. Kwa ujumla tunawashukuru wote viongozi kwa kazi kubwa ambazo mnazifanya kutuwezesha sisi kufika mbali. Tunatambua mchango wenu na ndio maana tuweza kualika na kitu pamoja tukio hili. Na imani ile itakuwa tukio la mwisho, ni tukio la kwanza katika safari yetu hii ya kuelekea mafanikio. Karibuni sana na Mwenyezi Mungu awabariki katika shughuli zenu. Amen. Tunachoomba tu nyinyi si wastaafu, bado mnaendelea majukumu. Muendelee kuwashauri mema wale viongozi ambao wametoka, ambao wako kwenye majukumu yao, mkawasaidie na wao waweze kufanya kazi nzuri katika majukumu yao. Msiwaache kwa sababu pia wengine ni wachanga, sababu nyinyi ni wazoefu wa miaka 6-7 katika na chama mitatu. Mwasaidie hawa pia na wao waweze kufika mbali. SACCOS oye. Lakini pia nichukue nafasi kumshukuru Mr. Rodi Kinabe. Yeye ni mwalimu wangu kwa namna moja ama nyingine, na nashukuru katika moja ambayo mambo matatu aliyozungumzia hapa, mimi nilizungumza moja. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Mimi nilizungumza hivi. Katika matatu ambayo Mr. Rodi aliyazungumza, mimi nilizungumza hivi. Viongozi ni kamanda. Bana Mr. Rodi alizungumzia hiyo. SACCOS oye. Nimeshasahau tayari. SACCOS oye. Wewe nashukuru sana Mr. Rodi kwa kuweza kufika, na Mr. Rodi kwa kweli kwa namna moja ama nyingine amekuwa mdau wetu mkubwa sana. Viongozi tunatambua. Manga na kila wakati nilipokuwa nikimwalika katika shughuli za St. Ignatius hajasita kufika. Hata kama na majukumu makubwa na mazito ameweza kufika. Hata leo katokea Mbeya katika semina huko. Ndio maana amechelewa hata ukiangalia katika ajenda yake muda ulipita, lakini ameweza kufika na kushiriki nasi. Mimi ni mwalimu wangu muda mrefu katika ujasiriamali. Nimekuwa akifundisha mambo mbalimbali
toka nikiwa kwenye vikoba na nikiwa hata tawi moja sina. Sako sio wewe. Alikuwa akimtia moyo na nguvu kuweza kufikia mbali. Na moja ambayo alilolisema hapa, viongozi kupenda kujifunza. Na hili mimi nilisema hapa katika hotuba yangu ya mwanzo kabisa. Sako sio wewe. Kwamba viongozi ili tuweze kufanikiwa lazima tufanye nini? Tujifunze kwa wengine waliofanikiwa. Sako sio wewe. Kwa hiyo na nyinyi pia mkajifunza hilo. Lakini pia nichukue nafasi kuwashukuru wanangu wapendwa kutoka kituo cha Mshikamano. Kituo cha Mshikamano, hao ni wanangu ambao wanawalea na watunza kwa namna moja nyingine waweze na wao pia kufikia mafanikio makubwa kama kisa binafsi ambao tunaweza kuyafanikiwa. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine wamekuwa wakinialika katika shughuli zao mbalimbali, lakini nilikuwa ni mwalimu wao mkubwa, lakini pia nilikuwa na mimi nikiwaalika ili waweze kujifunza kwetu sisi ambao tumekuwa waasisi kwao wao. Sako sio wewe. Kwa hiyo tunasema karibuni sana mwenyekiti na katibu wake, karibuni sana kuboresha na kuimarisha chama chetu. Sako sio wewe. Lakini mwisho kabisa kabla tuende kupata chakula na najua tunawachosha na mmoja mwingine, niseme kwamba nyinyi viongozi ambao wamechaguliwa tutawapa majukumu, lakini pia tunawapa barua ya utendaji kazi katika vituo vyenu. Kabla sijasema hilo, niseme kwamba natambua kwamba kuna viongozi kama watatu hawaja hapa siku ya leo. Tuna katibu wa mikakati, katibu wa amani pamoja na mhasibu wa winners. Hawaja hapa. Hawa tamke tu kwamba wasiendelee na majukumu mpaka pale tutakapokuwa tunawaapisha. Kuanzia sasa wasifanye majukumu yoyote katika majukumu yao ya kazi mpaka pale tutakapofanya utaratibu wa kufanya nini? Wa kuwaapisha. Sako sio wewe. Kwa hiyo kwenye nafasi hizo ambazo hawajaapishwa kwenye vituo hivyo wasifanye kazi zao mpaka pale chama kitakaporatibu utaratibu wa kuwaapisha ndipo waende kufanya kazi. Sako sio wewe. Lakini pia mtapewa barua nyinyi viongozi ambao mmeapishwa siku ya leo. Na nikiwa katika malini kule nilisema kwamba hizi barua zimeelekeza au zimetoa ufafanuzi kwamba naenda kufanya kazi kwenye vituo hivyo sio vya kudumu. Naenda kufanya kazi katika vituo hivyo ni kwa muda, utambua kwamba muda wote na saa yote unaweza ukabadilishwa kituo chako, itategemea na utendaji kazi katika kituo chako. Sako sio wewe. Kwa hiyo pia niseme hii hapa leo kwamba mtambue hilo pia kwamba utendaji kazi wako katika kituo chako ndio utakufanya ubaki ama uondoke katika kituo hicho. Sako sio wewe. Kwa muda wote utakapoona inafaa au ina kwa lengo la kuleta faida ndani ya chama, tutafanya marekebisho hayo kupeleka kituo kingine kwa ajili ya maendeleo ya chama. Sako sio wewe. Sio kwa ajili ya maendeleo mengine, kwa ajili ya maendeleo ya chama. Kwa hiyo mtambue, lakini pia sio lazima ukiwa mwenyekiti basi utakuwa mwenyekiti wa kudumu. Hapo ukiwa katibu utakuwa katibu wa kudumu. Hapo ukiwa mhasibu utakuwa mhasibu wa kudumu. Kwenye barua inaelekeza pia hivyo kwamba unaweza kuwa mwenyekiti lakini tukafanya utenguzi kutoka kwenye mwenyekiti kwenda kuwa nani? Mhasibu. Tukiona kwamba inafaa wewe kwenda kuwa mhasibu kituo hicho. Sio kasema kwamba umenishusha cheo, hapana. Sako sio wewe. Sako sio wewe. Na mhasibu ambaye anafanya kazi na yeye pia tukambadilisha kutoka labda kutoka mhasibu kwenda nafasi kwa ya katibu hapa kuwa nani? Mpaka pale tutakapoona inafaa. Sako sio wewe. Lakini pia kuendelea kwenye utendaji huo kuna vitu ambavyo tumevifanya kwa lengo la kujenga na kutimisha uchaguzi wetu wa leo. Kuna kamati mbalimbali ambazo tumeziunda. Kamati hizi tumeziunda kwa lengo la kuboresha ama kusimamia chama kiweze kusonga mbele. Na kamati moja hapo ambayo tumeiunda ni kamati ya maadili ya viongozi. Tumegundua na kujua kwamba ili chama kiweze kwenda mbele, kuna baadhi ya viongozi lazima tushiriki nao. Na ndio maana tunaona siku ya leo ile hati ya kiapo kopi imebaki na ulinzi umepewa pia. Sako sio wewe. Kwa hiyo kiapo ambacho umekabidhiwa ukasome vizuri. Ukipitisha ukitupa hicho. Siwe ndio msafu wako pia kuongoza ndani kwa chama. Kwa hiyo tuna kamati mbalimbali, moja wapo ni kamati ya maadili.
kamati ya maadili ya viongozi. Kamati hii itaongozwa na Edward Mapata ambaye ni mkurugenzi wa St. Ignatius. Pia itaongozwa na mwenyekiti wa bodi na Witness Mwaisaka, lakini pia itaongozwa na Idaya Kipira kwenye kamati ya maadili ya viongozi, lakini pia itaongozwa na Stella Kijambile yupo hapa na walau au ni wataji wao walishaenda au simama kwa pamoja. Kwa hiyo huyu ni mmoja wa kamati ya maadili ya viongozi pamoja na Idaya na Witness Mwaisaka yupo hapo mwenyekiti wa bodi, lakini pia David Kivinge na yeye pia atakuwa kwenye kamati ya maadili ya viongozi. Kwa hiyo kamati hii itakuwa na majukumu mazito ya kushughulikia tabia na mambo mbalimbali ya viongozi. Sasa sio hiyo. Kwa hiyo ndio hii kamati ambayo msingi yake itakuwa. Lakini pia tuna kamati ya maadili ya wanachama. Kamati ya maadili ya wanachama itaongozwa na Bwana Asha Msangi. Asha Msangi, lakini pia itaongozwa na Ugilia Paulo, akiwa anatokea yeye pia atakuwa kwenye kamati ya maadili ya wanachama. Sasa sio hiyo. Lakini pia tutakuwa na kamati ya mikopo. Kamati ya mikopo ambayo itashughulikia hasa mikopo mikubwa ile ambayo wanachama tuna mashaka nayo namna ya ufanyi wao. Kwa hiyo kamati hii itashughulikiwa na itasimamiwa na viongozi kwa vituo vya Dar es Salaam. Atakuwepo afisa mikopo baada Filipina Kirani, yeye atakuwa kama mwenyekiti pia wa kamati hiyo, lakini pia atakuwa Hamisa Kibile. Hamisa Kibile nafikiri ni mwasibu wa Champion. Naomba usimame wala waone amtoka. Lakini pia atakuwa Yusuf Gama anatokea makao makuu, na kwa namna moja na nyingine kwa upande wa makao makuu kamati hii imeshaanza kufanya kazi. Lakini pia atakuwepo na Nodi Odema, yeye anatokea kituo cha mafanikio. Sasa sio wewe. Kwa hiyo ni kamati ambayo inashughulikia masuala ya mikopo yote ya Dar es Salaam. Kwa upande wa mikopo ya Malinyi, mikopo ya Malinyi itashughulikiwa na kamati ya Katarina Mberenje ambaye yeye anatokea kituo cha Malinyi A kama mwenyekiti, lakini pia yupo Mikaela Ushera anatokea kituo cha uaminifu B, lakini pia yupo Rodrigo Kideka yeye anatokea kituo cha uaminifu A Malinyi. Lakini pia tutakuwa na kituo kamati ya mikopo kituo cha Tuliani atakuwa Alfred Msabange, yeye anatokea kituo cha nafikiri ni Tuliani A. Lakini na mwisho atakuwa Paulina Mushi anatokea Tuliani B. Sasa sio wewe. Hawa watashughulikia mikopo yote ile mikubwa kwa upande wa Tuliani. Kwa upande wa Ifakara atakuwepo Rogo Mohamed Mkuhura, yeye anasimamia upande wa mikopo Ifakara pamoja na Piska Masoboko. Hawa tumeangalia sifa mbalimbali. Sasa sio wewe. Sifa kubwa pia tumeangalia wenyewe pia sio wadaiwa soko ndani ya chama. Ni walejeshaji wa soko. Lakini kingine ni wafuatiliaji wa mikopo pia. Sasa sio wewe. Kwa hiyo hawa wanasimamia kwenye upande kwenye kamati hiyo. Lakini pia atakuwepo tena pia na Filipina Kirani kwenye kamati ya mafunzo na uhamasishaji. Atakuwepo na Lema Kisasa atakuwepo kwenye kamati hiyo. Lakini pia atakuwepo Kamila kamati ya mafunzo na elimu na uhamasishaji. Lakini pia atakuwepo secretary kwa ajili ya kuandaa dokumenti mbalimbali. Lakini na mwisho atakuwepo Goodluck Mkwede. Sasa sio wewe. Basi nichukue nafasi hii kusampa hii kamati kwa ajili ya kufahamu namna tutakapokuwa tunaanza sasa mwaka 2025 kwa namna kwa kasi gani. Kwa hiyo tutakapokuwa tunabadilika, mimi naomba viongozi wenzangu tuweze kubadilika pia. Sasa sio wewe. Mwisho kabisa nichukue nafasi hii unajua ile kamati ya uchaguzi au tume ya uchaguzi sio kama imefungwa, tunaianisha kwa muda. Tutachukua kwa wakati mwingine kama tunahitaji labda uchaguzi mdogo katika kituo chetu, tutaitumia hii kamati sehemu ya nafasi hiyo. Kaona ni heri basi tuwapatie walau hata pongezi kidogo kwa kazi kubwa ambao wameifanya.
Sasa sio wewe. Kumpatia viongozi hata alama kidogo, hata alama ya maandishi katika familia yao inatosha pia kuonyesha kwamba afisa tekniki tunatambua mchango wao. Kwa hiyo tumeona kuwapatia walau cheti cha pongezi kila kiongozi kwa wao wapate cheti cha pongezi kama sehemu ya shukrani kwetu sisi Teknaki kwa wao kwa kuendesha uchaguzi mkubwa. Najua changamoto nyingi wanapitia, lakini kwa namna moja ama nyingine kwa kuweza kufaulu. Sasa sio wewe. Na mapendekezo mengi ambayo wametoa katika kile kitabu chao tutachukua na tutafanyia kazi kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Mapendekezo mengi na moja hapo pendekezo wanatamani viongozi wengi walikuwa wanapitia mle kwamba wanatamani wawe na mawakala. Basi katika kamati ya uchaguzi kwa vitu maalum kwa kuongeza kwa makofi tafadhali. Asante kazi kubwa sana. Asante sana mwenyekiti wa kamati Kudra. Geuka hivi. Mwambie ametoka.